Alright. Karibuni sana mafans wa Vuusya Uungu. Na leo tuko live na Vuusya Uungu mwenyewe. Vuusya Uungu. Yes. Mambo namna gani? Niko poa manze. Kabisa. Yeah. Kitu ya kwanza, samahani sana. Unajua ni kwa nini? Bwana waniambia samahani. Kwa sababu leo hatuzungumzi Kikamba. Leo tunafanya interview yetu Kiswahili tupu. Ile Kiswahili sanifu. Kiswahili tena. Na nimesema samahani kwa sababu mimi nimesikia watu wakiniambia kwa hiyo hujaanza kusoma. Hebu niambie ni ukweli? Mimi sijafanikiwa kusoma. Kiingereza sijui. Kiswahili sijui sana. So ndio maana nasemanga sijasoma. Lakini simeniambia leo lazima tuongee Kiswahili. Lazima. Nitangangana. Lakini yule atasikia mdomo wangu kiteleza pale inaenda kwa Kikabodia, yani Kikamba. Asijali kwa sababu hata huyo Mswahili ukimwambia aongee Kikamba sanifu ataongea. Kikamba sanifu Mdomo itateleza. Kweli kabisa. So mkisikia mdomo yangu inateleza, msinielewe vibaya. Kitu ya kwanza masomo si kusoma, ya pili ulimi wangu ni Mkabodia. Kabisa. Si Mswahili. Asante sana. Haya basi bila kupoteza muda. Enda moja kwa moja uweze kutueleza wewe ni nani? Kwa majina naitwa Dominic Mwasya Mbidhi. Vuusya Uungu Shotiwaya. Sura mbaya duniani. Na ni kweli mimi ni sura mbaya. Sijawahi ona, sidhani kama kuna mtu mwingine ako na sura mbaya kama mimi. But najivunia kuwa mwenye sura mbaya duniani. Unajivunia? Najivunia. Wewe ndio unawakilisha wenye sura mbaya. Mimi ndio niko na hiyo mendo. Haya sasa bila kupoteza muda, ningependa tuanze mjadala wetu wa leo. Okay. Unajua kuna jambo nimesi kila mtu akiuliza. Na wengine pia wamekuuliza wewe wakikufanyia interview. Okay. Na mashabiki wenye hawajakuuliza pengine wanajiuliza wao wenyewe. Na leo nataka uwajibu hapa moja kwa moja. Nasikia kuwa hauna bibi. Ni kweli ama ni uongo? Bibi. Mimi sina bibi. Hauna bibi? Na sitafuti nioe. Hautafuti uoe? Na sitawahi oa. Na hautawahi oa? Yeah. Kwa hivyo mafans wasisubiri uweze kuwa na bibi. Na sitafuti. Na hautawahi? Na sitawahi oa. Tupatie sababu. Sababu ni tatu. Sababu ni tatu. Ya kwanza, moja, nilikuja hapa duniani nikiwa peke yangu na nitarudi nikiwa peke yangu. So sioni maana ya nipewe stress na binadamu mwingine. Hauoni? Sioni. Ya pili, ukiwa kwenye ndoa kila wakati mkikosana, unasikianga ndoa, mnaambianga ndoa ni kuvumilia. Ndoa ni kuvumilia. My friend, mimi sikuja hapa duniani nivumilie mashida za watu. Nilikuja hapa duniani ni enjoy matunda ya Mungu yale leta wapi? Hapa duniani. Lakini sio kuvumilia mashida za watu. Hauwezi vumilia. Twende ya tatu. Za tatu ndio ya muhimu sana lakini itauma. Samahani kwa wale wataumika juu. Unajua ukweli unauma. Ukweli unauma. Na watu wengi hawapendi ukweli. Nilichunguza na nikapata my bro. Hakuna bibi wa mtu mmoja. Hakuna bibi wa mwanaume mmoja. Yaani wewe wewe una hiyo mwanamke wako ukiwa peke yako hadi mseheke hadi kifo. My friend, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Na kama iko ni 0.0001 kwa 100. Hayo ni maoni yako. Nataka uniambie ulifanya uchunguzi ndio ukajua hakuna bibi wa mwanaume mmoja ama ni sababu gani ilifanya ukafikia hapo? Nilifanya uchunguzi na ukapata kwa kweli. Na hata wewe unataka kuniambia. Kila unajua ukweli lazima uongewe. Ukweli uliopo ni kwamba hakuna mwanamke wa mwanaume mmoja. Na hiyo ni sababu moja kubwa ili kufanya ukaamua. Mimi niko na kwamba na wivu. Nikaona nitaua na nitafungwa. Na ukaamua afadhali tu ukaa hivyo. Afadhali nikaa hivyo tu kuliko niwe mtoto wa mtu. Hakuna mwanamke wa mtu mmoja. Na hiyo umesema. Yaani wewe mwanamke ufikiri utakuwa na yeye kwa mapenzi ukiwa peke yako hadi mseeke hadi kifo. Uongo. Uongo kabisa. Kwanza wacha nikwambie Vuusya Uungu. Mpaka hapo tunaenda salama. Ile Kiswahili ulikuwa unaogopa nasikia unaitandika vizuri kabisa. Kabisa. Sidhani. Lakini sasa mimi kuna jambo moja ambayo ningependa kukuuliza. Ndiposa nawe pia uweze kutufanya wazi tujue. Okay. Unajua sababu kubwa ya mtu kuoa ni kwa sababu anazeeka. Okay.
Na wakati anazeeka unapata anataka aweze kuwa na watu wa kumchunga, watu wa kumpikia. Sasa hapo ndio bibi atasaidia, na kama si bibi, watoto wanafaa kuingilia hapo, ama wajukuu pia na wana wanakimbia hapa na pale. Sasa unataka kuniambia kuwa haya maisha uyataki? Sasa ifikia hapo mwaka sasa tuko 23. Weka miaka 5 itakuwa 28 na tukiweka 5 inaenda 28. Ifikia hiyo mwaka wa 28 nitaunga nitatengeneza na si nitaunga, tutaunga na tutatengeneza chama inaitwa BO. Hapo tu chama inaitwaje? BO. Hebu tueleze hii BO inamaanisha nini? Bachelors Organization. Ala? Bachelors Organization. Na hiyo ndio itakuwa ya kwanza Kenya. Sijui kama duniani. Itakuwa ya kwanza. Na umuhimu hiyo chama, sasa unajua kila chama ikiundwa lazima iko na sababu ya kuundwa ama mambo tofauti ambayo inataka iweze kutekeleza. Hebu tuambie hii chama inahusu nini? Bachelors Organization itakuwa unajua bachelor anaishi maisha mazuri sana. Anafinyika mara mbili tu. Anapokuwa mgonjwa hawezi kujisafisha, hawezi kujipikia, na ya pili anapokuwa mzee anataka company hawezi kujipikia. Sasa hiyo chama ya bachelors tutakuwa tunaweka pesa mingi sana. Itakuwa chama kubwa sana. Sasa kama bachelor amengojeka, tunamtafutia mfanyikazi na zile nini? Na zile pesa ambazo mmeweza kutengeneza. Kama bachelor amekuwa mzee, tutanunua kiwanja kikubwa tu wajengee wase. Kama vile mafadha, unajua mafadha? Ni kweli, najua kabisa. Wakisema kuna mahali wanapelekangwa. Wanachungwa pale. Na hiyo chama yetu tutakuwa imetenga. Tutanunua sehemu tujengee wazee. Watakuwa na company pale na tuwaajilie. Tuwatafutie wafanyikazi kadhaa wa kuwahudumia. Kwa hivyo hata pale kutakuwa ni kama mbinguni nyingine. Burudani iko pale. Mzee akitaka kujikokota, sina yule mwanaume lazima kuna wanawake wale wanafanya kazi hata waleo. Tunawakondisha na wapeleka pale, wazee wanaenjoy. Itakuwa mbinguni nyingine ile. Hiyo ni mbinguni nyingine mtatengeneza hapa duniani. Ya wazee wale mabachelors. Kwa hivyo wale watu watajiunga na hii chama yenu, mnawahakikishia kuwa watakuwa wanachungwa. Wakiwa wazee lazima mchungwe na mpatiwe company, mpewe company. Akiwa mgonjwa atashughulikiwa. Hapo mmejengewa, itakuwa burudani. Kile unataka itakuwa pale. Sawa. Hiyo ni mpango wenu. Nimekuambia itakuwa inatasaidia mara ngapi? Mara 2. Baada ya akiwa mgonja, tunampatia mfanyikazi, anamfanyia kila kitu yote. Baada ya wakiseeka, kuna mahali watapelekwa wa enjoy. Kila kitu iko pale. Uzee wao na mali yao ile watafuta kwa vijana. Lakini sasa kuna shida mahali hapo. Unajua shida inaingilia wapi? Umezungumza mambo ya pesa. Na unajua pesa ndio inaharibu mambo kila mahali ulimwenguni. Kwa sababu utakuja upate mmeanza kitu mkiwa pamoja, lakini tamaa ya pesa inaingia pale. Unasikia pesa ni ya mabachela, pesa imeibiwa. Pesa ni ya kusaidia ubachela apeleke hospitali, hakuna pesa kwa sababu pesa imeibiwa. Mtafanya nini ndio pesa ya mabachelors ama watu wenye wako kwa bachelors association isiweze kuibiwa? Hiyo ni aina ya corruption, si ndio? Yes. Hata leo serikali ikitaka corruption iishe ni kitu kidogo sana. Na hiyo sheria tutaweka kwa hii chama yetu. Hii chama tutahusisha wasomi, wanasheria, uko na wanasheria mabachelors, uko na wasomi mabachelors. Tutawa-invite tukianza hii chama yetu, tuweke sheria. Na sheria ile ningependekeza iwekwe ya kwanza juu ya pesa. Ukipata kama wewe uko na cheo hapo, kama wewe ni unamiliki pesa ya wanachama wa BO, Bachelors Organization, ukupe tu umeenda corruption na hiyo pesa, my friend, hakuna hukumu mwingine. Unasafiri. Unajua na serikali siku hizi kitaka kitaka kumaliza corruption. Yule akifanya corruption ananyongwa. Atanyongwa wawili tu. Corruption kisha kabisa. So chama yetu ukileta corruption hakutakuwa sheria nyingine. Unaenda na itadumu. Na unaenda na corruption yako. Hakutakuwa na corruption. Watu watakuwa kufanya corruption na kula pesa ya chama.
Kwa hivyo chama itasimama bila corruption hata kidogo. Tena hii chama yetu haitakuwa ya kuko na tutaalika. Sasa hiyo ndipo hapo ndipo nilikuwa nataka kuja. Sasa unajua chama lazima iwe na members. Okay. Wale ambao wataweza kushiriki pale wawe members. Lazima mkuwe mnaangalia jambo fulani kwa sababu kama ni bachelors association hakuna mtu ameoa anaweza kuwa bachelor, si ndio? Tuambie qualification za mtu kwanza kuingia kwa chama ni gani? Kabla nilete swali yangu ya pili. Qualification ya kwanza ni mtu yule hana bibi na alete umuhimu, yani sababu ya kuwa hana bibi tusikize. Mtamsikiza kwanza. Juu kuna wengine wameshindwa na majukumu na nyumbani. Huyo ni mtu ametoroka, ameasi familia yake. Huyo akubaliwi. Kuna yule ako na umuhimu wake, yani sababu za kuwa bachelor kama mimi. Huyo tutamkubali. Aweze kuja pale. Sababu ya pili utakuta kuna watu wako kwa familia lakini ni bachelor na wajui. Kwa nini? Nao tutawatengenezea nafasi yao ya kuingia ile hiyo wakati ikifikia, wakiona zile na nitatanja hapa. Kuna mtu kuna mwanaume amezaa na mwanamke, wakalea watoto, na watoto wanapokuwa wakubwa hivyo tu, ile familia, watoto na mama wanaengeuka huyu mzee kwanza anakuwa ana kama unapata amewalea amewachunga, lakini wanamgeuka ule ni bachelor wa kawaida tu. Ule utakuwa na nafasi yake, na unajua watoto na mama wakiungana na wageuke mzee, inakuanga rahisi kuwa huyo mzee ili warithi mali. Tutakuwa na nafasi yao, tutawatengea mali na wanjengeo kama wale wazee wengine na burudani pale. Ule mzee anaenjoy mali yake bila Sasa wacha niongeze swali lingine hapo tumefika. Sasa kuhusu mali ya huyu mzee. Bachelors association ama bachelors organization itachunga mali ya mzee? Itachunga. Ile kiapo hapo itakuwa kali sana. Hakuna kula pesa. Na mama akitokea mahali aseme huyu alikuwa bwanangu nataka hii mali, mtafanya nini? Hiyo sio bachelor tunajua. Huyu atumii si mwanachama. Kesi apeleke kotini. Akipeleka kotini, kwa hivyo mtakuwa na maloya wenu. Apeleke kule kotini. Mzee tutampatia lawyer wamalize huko. Haya, kuko na aina nyingine. Unapata mzee ameng'ang'ana, amepata mali. Ni kweli. Anapopata mali, wanafanikiwa hivyo na bibi na watoto. Sasa bibi anataka kumaliza huyu mzee. Ili bibi sina hiyo mambo inakuanga. Ni kweli. Ili bibi au anatembea na vijana. Yaani kabisa anakula pesa juu mzee yuko sasa. Utakuwa na nafasi. Wewe ukijungusa uone huyu mama anataka kunimaliza na ulete evidence yako alifanya hivi na hivi na hivi. Utakuingiza kwa chama. Kabisa. Na utakuwa una enjoy mali yako bila kusumbuliwa. Bila stress hata kidogo. Na mpaka hapo bado tunaendelea vizuri na Kiswahili lakini nateleza lakini mambo iko sawa kabisa. Sasa wacha nikuulize swali lingine. Sasa mtu mwenye amequalify kuingia hapa alafu upate akona mambo ingine alifanya huko nje. Tuseme akona mtoto nje. Huyo mtoto aseme ni kama akona right ya kurithi mali ya mzee, mtafanya nini? Alikuwa mtoto wake. Anataka kurithi mali ya mzee wake. Mzee ako na mikono. Kweli. Ako na mikono, si ndio? Ni kweli. Mtoto ako na mikono. Ni kweli. Alisomeshwa? Kweli kabisa. Hiyo ndio urithi kubwa. Hiyo ndio urithi aliyopewa na babake. Mali ni ya babake. Mtoto kama ulisomeshwa, tafuta mali yako. Enda utafute mali yako. Achana na mzee wako. Uko na mikono kama yeye. Enda utafute mali yako. Wewe ni criminal. Wewe ni mtegemea jantukue. Sasa nikuulize swali lingine. Katika hii chama ya bachelors organization mnabagua watu. Tuseme mtu muone amekuja anasema ameteswa, lakini upate chairman ama mkubwa wa chama. Pengine huyu mtu ametoka kwao na hampendi. Aanze kusema hapana, huyu hatumtaki kwa chama yetu. Mtakuwa na ubaguzi ama ni wale wote wanataka kuingia? Patakuwa na kamiti ya kusikiza yale mambo. Na ndio maana yake pale mwanzo nilikwambia tutahusisha wasomi na wanasheria. Sawa?
Unakitiwa chini, unasikishwa vizuri, wanasikia manda yako, wanakusikiza na huyu jamaa amequalify. Huyu jamaa anjatoroka familia yake. Ni kweli. Sasa leo kuasi. Sawa. Sasa swali kubwa kabisa. Kuna wamama ambao aliamua mimi sitaki kuolewa kabisa. Na bachelor ni mwanaume, si ndio? Lakini huyu mwanamke aseme wale watu wako na mpango mzuri sana. Kwa sababu pia mimi sijaolewa, ningetamani nijihusishe na wale watu. Mnafikiria labda mwanze chama kingine ya wamama ama bado wanaweza wakaingia katika chama ya Bachelors Association? Mwanzo si unasikia kuna vyama vya wanaume, chama ya wanawake. Hii yetu itaanzia kama chama ya wanaume. Kama itaibuka swala ya kutengeneza kitu kingine ya chama ya Bachelors za wanawake, ndio maana nilikwambia kuna wasomi na wanasheria. Kweli. Tutasikiza na tutajua kama itakuwa. Lakini mwanzo ile the main ni chama ya wanaume. Bachelors Organization. Sasa tukimalizia, hebu angalia hapo, waambie hao mabachelor ambao wanasikia wameshindwa watafanya nini? Ama wanateswa sana. Mtu ametafuta mali yake, anaogopa atauliwa ndio mali yake itumiwe. Ama yale mambo yote umesema kuhusu bachelors. Hebu zungumza na mabachelors. Mabachelors wasiwe na mashaka. Tunamwambia ni miaka 5 tu hii chama ianzie. Na chama inaanzia na mtu ngani? Mmoja, mbili. Unakuta hata dunia iko wapi? Pale. Ikiona vile mnaendelea vizuri. Na hii chama iko na haki. Haina corruption. Sasa mtapata wanachama wengi. Kweli. Sawa. So kama ni bachelor usiwe na shaka. Kama wewe unaona mali yako inafanya maisha yako kuwa hatarini kwa sababu ya familia, tunakuambia hii mambo inafanyika. Sema ukweli. Unapata mwanaume ameng'ang'ana, amepata mali, sasa kufanikiwa hivi bibi na watoto anataka kummaliza warithi hii mali bila sheria za hii mshe. Kweli kabisa. So wasiwe na shaka hata kidogo. Asante sana. Nadhani mabachelor wameweza kupata ripoti ndio. Asante sana.